Amen. Vitu vinabadilika. Unaweza kutegemea kitu fulani ukasema mimi nipate kitu fulani na ukakipata ukakimiliki, ukiweka matumaini yako juu ya hicho kitu, kuna wakati hicho kitu kitaondoka na kuna wakati hicho kitu kitaonekana tena kina thamani. Ni bora uweke matumaini yako kwa Mungu aliye hai. Lakini sababu ya pili, kwa nini tumtegemee Mungu? Nikasema kwa sababu anatuwazia mawazo yaliyo mema ya kutupatia tumaini. Kwa nini tumtegemee Mungu? Tunamtegemea Mungu kwa sababu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Sikia, hata ndugu yako uliyezaliwa naye, kuna wakati fulani hawataka kukuwazia mawazo yaliyo mema. Hata rafiki yako yule wa karibu, unaweza ukabadilishana naye mawazo, unaweza ukafikiria kwamba fulani nikimwambia jambo langu atakaa nalo, hawezi kumwambia mtu. Kuna wakati anaweza asikuwazie mema. Unaweza ukamwambia jambo hili, halafu kesho ukalisikia vingine ambavyo tofauti na kumwambia. Kwa tunamtegemea Mungu kwa sababu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 29 kuanzia 11, anasema ninajua mawazo ninayowazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani, ya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sikia, kuna siku zinaitwa ni za mwisho. Kuna wakati unaweza ukawa ni wakati wa mwisho, hauoni njia inakoelekea. Umefika kwenye njia panda, unajiuliza niende kushoto au niende kulia au nioke na hii barabara. Hauna tena tumaini, maana ni kama vile unaona mlima. Wana wa Israeli na Musa wanatembea wakafika kwenye pale ya Shara, wakitazama kulia kuna mlima, hawawezi wakapanda, maana wana mifugo yao, maana wana watoto wao, maana wana mizigo yao. Kulia na kushoto kuna milima mikubwa, mbele yao kuna bahari ya Shamu, nyuma yao jeshi kubwa la Farao limewakaribia, linataka liwaangamize. Tumaini lao likawa limefika mwisho. Ndipo Bwana akamwambia Musa, sikia, una nini mkononi mwako? Alipoachilia fimbo kwenye bahari, bahari ikachia nini? Tumaini ambalo Bwana aliwapa siku zao za mwisho, ya kwamba kuna njia katikati ya bahari. Kuna maisha unaweza ukapita, kuna changamoto unaweza ukapitia, ukaona ni kama ni mwisho. Maandiko yanatutia moyo. Bwana anatuambia ya kwamba bado anatuwazia mawazo yaliyo mema, ya kutupa sisi tumaini. Haijalishi tumaini limekakosekana, haijalishi hofu imezidi, lakini bado Bwana anasema atatupa tumaini siku zetu za mwisho. Haijalishi uchumi wa Tanzania unayumba kwa kiwango kiasi gani, haijalishi ya kwamba hata leo kuna